Mungu anakuandaa kwa habari ya kulea watu. Lakini mpaka una majoka mwanangu, akaniambia maana yake wito wako sio mrahisi. Wito wako una magumu ndani yake. Sikukaa tena kidogo, nikaanza kuona ule uwanja wa Taifa Dar es Salaam umejaa watu. Mungu akikuita huwa anakuonesha kwa unapoelekea. Hakuonesha hapa, hakuoneshi njia za kupita. Hakuoneshi kwamba labda utalala njaa au utaanza kudhulumu vya watu. Yanatokea kwenye utumishi hayo. Unanisikia vizuri? Ama utaanza kuwa muuni. Unaweza kushangaa ulikuwa sio muuni, baada ya kuokoka tu unakuwa muuni. Lakini ni kwa sababu sio kwamba Mungu hakutaki. Mungu anakutaka. Shetani ameshajua huyu akiinuka zawadi huyu, mimi Chinangara hapa sina langu. Sina. Kwa hiyo atakufanyia figisu zote, hila zote. Na alivyo waajabu, akili yako pia inaweza ikafungwa ukaona ni ya kawaida tu, wala usishtuke. Anaweza katokea mtu ametumwa na Mungu. Jamani, watu wametumwa na Mungu sio leo tu. Biblia inasema Yohana huyu alitumwa na Mungu kutoka mbinguni. Alikuja kwa ajili ya kumshuhudia Yesu. Kumshuhudia nani? Ametumwa na Mungu. Lakini tunamjua mzazi wa Yohana nani? Ni Zakaria na Elizabeth. Lakini maandiko yanasema huyu jamaa alitoka kutoka wapi? Mbinguni. Anakuja mtu kwambia, dadangu Zawadi, amna, badilika, sio hivyo, ni hivi, change, don't do this, do that. Wewe unaona kama vile anakupigia kelele, ameingilia maisha yako, ni kama vile anakunyima uhuru. Lakini Mungu, kila aliyemuita, Mungu amwacha apotee. Hata akiwa mzee, bado atamtumikia tu kwa jina la Yesu. Atamtumikia tu. Amka mwanangu. Yaani ngoja nikupe siri leo. Kwa nini unajikuta umefanya unayofanya ya kwenye siri ama mabaya? Hayo mabaya unayofanya sirini hayo, ambayo mama yako hajui, mchungaji wako hajui, kiongozi wako yetu wa kanisa hajui. Ni kwa sababu shetani anakuogopa wewe. Ndio maana anafanya juhudi akunyeutralize wewe wa kawaida tu. Ungelikuwa kuogopa sasa kufanya leo unafanya mambo ya ajabu ajabu. Anakuogopa. Ndio maana anakusababisha mambo fulani ufanye. Yule anayepigana na wewe, anayeshinda na wewe ndio ambaye hana nguvu. Mwenye nguvu ashindanaji kwa sababu anajua nisipigane ushindi ninao. Yule dhaifu ndio ambao anatafuta kupigana watu. Shetani ni dhaifu. Ndio maana anasababisha kupitia mwili wako umkosee Mungu. Kinywa chako umkosee Mungu. Masikio yako umkosee Mungu. Macho yako umkosee Mungu, ili yeye apate nguvu ya kukuendesha wewe. Leo kataa kwa jina la Yesu. Kataa kwa jina la Yesu. Haleluya. Anasema endelea kumwamini Mungu na kutenda yale unayojua kuwa ni sahihi. Watu wengine hawajatenda haya na imani yao sasa imeharibiwa. Haujawahi kusikia mtu anasema nimetabiriwa sana pale kwa mwonaji Michael na hakuna chochote, alikuwa anadanganya tu akaacha. Niwe kumsikia mama moja hapa anasema pale nimeenda kila siku naombewa tu miguu yangu haijapona, nimeona haina maana mimi kuendelea mbele. Mimi nimeshakwambia wewe nani mzima. Ni wewe sasa ujiulize, ili nitembee kwenye muujiza wa uponyaji wangu, ni mambo gani natakiwa nifanye? Kuna namna ya kutunza muujiza, mtumishi wa Mungu. Kuna namna. Ninawajua wachungaji walikuwa wamejenga majengo mazuri yameezekwa, na baadaye wakaacha majengo na watu wakakimbia. Sio kwamba hakumtaka Mungu, akujua namna ya kutunza muujiza. Sasa wewe mtoto wale tanitolea waya. Mungu atusaidie kwa jina la Yesu. Mungu atusaidie kwa jina la Yesu. Mwanangu, unasema acha nakwambia. Awali mimi nikufundisha namna ya kutunza muujiza. Namna ya kutunza muujiza. How to retain your miracle. How? Haujawahi kuona mtu ameombewa, pepo zimemtoka, kanisani zimepewa kelele, tunatoka. Alafu Jumapili akirudi, pepo zimemkaa tena. Haujawahi kuona hilo jambo? Hivi naongea na watu wale hapa kanisani.
Sio amen. Jibu la hapo uliona ama kuona? Umeona? Umewahi kuona? Yaani mtu kaombewa, pepo zimefukuzwa na zimepiga kelele, tunatoka na amefunguliwa na amepewa maiki, sema asante Yesu, nimefunguliwa. Anarudi Jumapili, mchungaji anagusa, pepo ziko pale pale. Maana yake mtu huyo hajajua namna ya kuishi bila nini? Mapepo. Maana yake alipotoka Jumapili kanisani, karudi tena Jumapili nyingine, hapo katikati hakusoma Biblia, hakupata muda wa kuomba, hakupata muda wa kufunga hata siku moja. Maana yake alikula, hakuomba, akaenda kwenye nyumba ya jirani kupiga story na matusi mule mnenani yamo. Hivi unadhani shetani atakuacha kweli? Bible inasema pepo anapomtoka mtu anatafuta sehemu ambayo hakuna nini? Hakuna maji. Ile maji ni ufunuo wa Roho Mtakatifu. Pepo akai sehemu ambako Roho Mtakatifu yupo. Anasema akiona kule kote amekosa, atarudi kwenye nyumba yake. Ndio maana kapega, wewe ni nyumba. Wewe ni nini? Wewe ni nyumba. Piga picha nyumba yako vile ilivyopendeza. Na wewe ni nyumba vile vile. Nyumba inaweza katunza kochi, inaweza katunza birika, inaweza katunza TV. Na wewe ni nyumba. Kuna watu wanaweza wakatunza vitu vyao ndani yako. Hivi unasikia vizuri ninachokiongea? Unanisikia vizuri ninachokiongea mwana Mungu? Anasema nitarudi kwenye nyumba yangu, nikikuta imefagiliwa iko safi, anasema ataingia. Neno la Mungu likiwa liko ndani ya mtu na Roho Mtakatifu akiwa hayuko ndani ya mtu, kwa shetani hiyo nyumba ni safi. Nyumba ni nini? Kwa shetani. Lakini ukiwa umejawa neno la Mungu na Roho Mtakatifu yuko ndani yako, kwa shetani hiyo nyumba ni chafu. Hiyo nyumba ni nini? Hawezi kukaa. Na anasema hali ya mtu huyo hubadilika, huwa ni mbaya kuliko ile ya kwanza. Kwa sababu yule pepo atawachukua wenzake 7 walio hofu kuliko yeye. Yeye atakuwa ni wanani? Yaani yeye ni mwovu tayari, lakini anachukua waovu wengine 7 wanamzidi hofu, wanakaa ndani yako. Ndio maana mwanangu, nisikilize, unatakiwa wewe ufahamu wako upone. Badala kuvikimbilia vitu ambavyo havidumu, vikimbilie vitu ambavyo vinadumu milele yote kwa jina la Yesu. Yesu anasema tuyawaze yaliyo juu ambao Kristo anakaa. Leo unatoa mwili wako upate chakula, upate mavazi ya kuvaa, ambao leo nakufa mwili wako unakaa kwenye udongo. Nguo wanagawana ndugu wengine, haina maana yoyote. Lakini ukimpata Yesu umepata yote. Nakwambia ukweli, ninamjua mchungaji mmoja mkubwa Tanzania hapa kwa jina, hana elimu ya chuo kikuu, ana form 6 tu, lakini amekuwa mbunge kwenye hili taifa. Leo ni icon ya taifa, watu wanamwangalia. Alikuwa nani? Ana Yesu pekee. Elimu haikupi mafanikio, lakini elimu ni torch, inakumulikia mwanga wapi uende na wapi usiende. Lakini ukiwa na Yesu umepata yote. Ukiamua kuwa na Yesu, ukatembea naye siku ya kwanza, siku ya pili, haujabadilika, haujaangalia kushoto wala kulia, hujaangalia nyuma, unaenda mbele tu. Wakati wa taabu unaenda mbele tu, wakati wa shida unaenda mbele tu, wakati wa kuonewa na watu unaenda mbele tu, wakati mazingira ya ruhusu ukasema mimi nitamwandama Bwana. Mimi nakwambia ukweli, Biblia inasema ukikubali na kutii utakula mema ya nchi katika jina la Yesu. Hautaweza kula mema ya nchi eti kwa sababu umesoma. Kuna wasomi wengi na wajala mema ya nchi, ila wale wanaomtii Mungu walikula mema ya nchi kwa jina la Yesu. Ninawajua wachungaji wengi hawajasoma, lakini Mungu amewainua. Sikiliza, maisha yako ya display haya mimi hata siyataki. Nataka ile maisha yako ya sirini, ukiwa peke yako. Ukiwa pekee, yaani hapo hakuna mchungaji, hakuna mama mchungaji, hakuna shemasi, hakuna mzee wa kanisa, hakuna askofu wako shaka, hayupo. Upo wewe. Kile unachokifanya sirini iko ndo cha maana. Kinachokufanikisha mwanangu Priscilla sio huko nje.
nani kama wewe Bwana haku. Sio hicho cha display, sio hicho meli. Bwana anasema neno la mtumishi wa Mungu ukilitii utaenda mbele. Sio hicho. Maisha siri. Maisha unanisikia mke wa Anania? Yaani ambacho hata Anania mwenyewe hakijui. Hicho ndo kitakuinua. Sio ile display hivi. Kuna mama mmoja leo kumfokea kule mjini. Nilimfokea mazima. Wewe usipokea mama. Hilo lisiko nilimchenjia. Akija kwangu mnyenyekevu. Mchungaji. Siku moja nikamkuta anajibizana na mume wake vibaya. Nilimchenjia pale pale. Kaambia marufuku. Unakuaje mwema kwangu kwa mume wako wewe sio mwema? Si unafiki huo. Ndio mnaanza kutukanisha wachungaji na waume zenu. Anamtisa na mchungaji kuliko mimi. Ibada njema huanzia nyumbani. Huwezi kumtii mume wako hapa usije. Wewe sema wewe unadhani mimi nachekesha? Ile ndio ukweli. Kwa sababu hilo natukanwa. Mheshimu kwanza bibi wako. Mheshimu kwanza. Hata kama hajaokoka, mheshimu kwanza. Hata wewe ukubiri injili ukikataga. Ni neema tu Mungu imetokea umeikubali. Mheshimu. Mungu atusaidie kwa jina la Yesu. Amina. Dhamiri njema. Dhamiri njema. Unajua mtu anahisi kila anachowaza moyoni kwa habari ya Emmanuel sasa. Yaani Emmanuel inawezekana mtu leo amewaza kitu ndani yake, sawa? Kukuhusu wewe. Kwanza nimekumbuka. Zawadi umeleta huyu. Nimekumbuka sasa. Ulileta nimekumbuka sasa. Jamani, ilikuwa sio maisha yangu nimekumbuka tu. Na nikauliza. Kanisa lenyewe wanaidiki zawadi hata akupi. Sasa piga makofi kwa Yesu. Ndio fanya nini? Zawadi imepatikana kwenye zawadi. Haleluya. Amina. Kanisa haleluya. Amina. Ninachoongea kuna mtu anaelewa kweli? Amina. Dhamiri njema. Ili unabii utimie, unatakiwa uwe na dhamiri nini? Njema. Wewe nikutolee mfano. Tajongera mimi nimetabiriwa tangu nilikuwa shule, naambiwa Mungu atakutumia sana. Mungu atakutumia sana. Sasa sikiliza. Kama maombi yangu ni mimi niwe na watu wengi ili ni wacheke ambao wamenitangulia chini angani hawajainua kwenye kwa habari kwenda ndani ya watu wengi, mimi siwezi kufanikiwa. Wewe unabii hawezi kutokea. Hawezi kufanya nini? Kutokea. Kuna mtu anaelewa vizuri? Amina. Kama dada uliambiwa utaolewa na pilot. Wa ndege. Rubani wa ndege sindo pilot. Kama wewe ndio utakuja kuwalingisha wenzako, nimeolewa na rubani. Uwalingishe wenzako. Mume wangu asikosa samba. My husband is tall, dark and handsome. Hautompata. Kwa sababu dhamira yako ni nini? Ni mbaya. Yaani tukio ni jema ama unabii ni mwema, lakini dhamira yako ni nini? Ni mbaya. Au wewe Mungu amekupa sauti ya kuimba, moyoni mwako unasema mimi nisipenda kuimba pale, hawana uimbaji, ni mimi tu. Mungu amekupa sauti kwa wema na mtumishi wa Mungu akaithibitisha kwa unabii. Kwa nini? Waimbaji sema amen. Amina. Na leo nimeita waimbaji wote hapa. Ambaye hajafika hapa, mwambie asikanyige madhabahuni hapa. Mwambie mimi nimesema. Maana kuna waimbaji wanachafua timu yangu ya uimbaji. Alafu kuna mtu anahisi labda mimi wewe niache niende kufundisha hapa. Hiyo ni mifano nakupa. Hiyo ni mifano fanya nini? Umeweza kueleza? Hiyo sauti yako kuimba hiyo. Ukijiinua hivi, nakwambia utakuwa unatembea na kibali na kipawa cha kuimba, lakini hakina matokeo kwenye maisha yako. Mungu hajatupa vipawa ili tuwe maskini. Mungu ametupa vipawa ili tuwe matajiri. Kuna mtu anaelewa nikiongea? Amina. Just imagine today. Mlango umefunguka. To be in South Africa. Sawa? Yes. To accompany the man of God. Who is that? Anybody? Maluleke, it might be Maluleke, Benjamin Dumbe, another one. Zaza. Sawa?
hiyo Kalvari.